Salama, mambo poa. Za kwako? Safi. Unatokea wapi? Natoka sokoni. Sehemu niwahi kukuona vile. Wapi? Kuna mtaa fulani tu, kwa vile mimi ni mgeni, nimeingia juzi kati tu hapa, sijafahamu mtaa mwingine. Kwani wewe mwenyeji wa wapi? Naitwa Emma, ni mwenyeji wa Mwanza, nimekuja Ukerewe, kuna miradi yangu nimewekeza Ukerewe, kwa hiyo nimekuja kuiangalia. Naitwa Eliza. Naitwa Eliza? Mtoto mzuri bwana, unapendeza. Kwani vipi? Freshi. Naomba uniambie kilichofanya ukanisimamisha, maana nimechelewa. Kilichofanya nikakuita ni kwamba mimi Eliza bwana, nimetokea kukupenda. Naona yani ulivyotembea tu mwonekano wako, moyo wangu kalizia kukupenda. Moyo wako umelizia kunipenda mimi? Ndio. Samahani kaka, mimi ni mke wa mtu. Wewe mke wa mtu? Wewe mke wa mtu sio tatizo. Tatizo dada ni kupendwa. Tatizo ni kupenda? Tatizo si kupenda. Lakini tayari shakwambia kwamba mimi ni mke wa mtu. Sio hivyo bana. Kwa vile una ratiba zako za kwenda nyumbani, basi ningekuomba unipe namba ya simu. Namba ya simu nitakupaje? Hali yako nimeshakwambia mimi tayari nina mume. Dada. Katika simu yaani kuwa na simu sio kwamba tunazungumza vitu ambavyo ni vya kutongozana. Maana simu ni mawasiliano, Mbona unaichukulia hivyo? Wewe huwezi kutoka huko from nowhere ukafika ukaniomba mimi namba. Lakini mimi namba yangu siwezi, na bwana wangu ashaniwekea mpaka siwezi kugawagawa nayo. Wewe nisaidie tu. Utanikoro kwenye SMS, ukiona ratiba zako ziko vizuri, maana simu ni mawasiliano, sio kutongozana ndugu yangu. Bwana hujawa muelewa. Kuwa muelewa basi. Mimi ni muelewa, ndio maana nimeng'ang'ana kwamba mimi ni mke wa mtu. Kwa hiyo kwamba unavyoniambia kwamba eti niwe muelewa, hapo sijakuelewa kabisa. Basi nisaidie niwekee namba. Siwezi nikakupa simu ukaniwekea namba yako mpaka ukubaliane na masharti nitakayokuambia. Hapa nilipo nimeshazuiliwa kugawagawa namba, na pia ukiwa unanipigia hata kama nikikuruhusu kuweka namba yako kwenye simu yangu. Shida hayo masharti ni mazuri tu na nitayatekeleza. Basi poa, utanikoro? Sawa. Ili niweke kazi zangu. Ndio maana nakwambia kwamba tayari nimepata mtu ambaye atakuwa shemeji yake, na amesema yeye ni mfanyabiashara, atakuwa ananipa hela nyingi. Dadangu, naomba ukumbuke, unajua wewe sasa hivi ni mtu wa mtu. Sawa, sijakataa mchepuko hii mara nyingi, na yani kwenye ndoa za watu wagena inaharibu ndoa za watu sana dadangu. Sasa nakushauri wewe, sawa, unawapa na mkuu mara matumizi yenyewe tu anakupa ya shida. Sasa dadangu, huo mchepuko ndio dini. Ndio maana nakwambia kwamba tayari nimepata ambaye atakuwa shemeji yake, na amesema yeye ni mfanyabiashara, atakuwa ananipa hela nyingi. Dadangu, naomba ukumbuke, unajua wewe sasa hivi ni mtu. Sawa, sijakataa mchepuko hii mara nyingi, na yani kwenye ndoa za watu wagena inaharibu ndoa za watu sana dadangu. Sasa nakushauri wewe, sawa, unawapa na mkuu
mara matumizi yenyewe tu anakupa ya shida. Sasa dadangu, huo mchepuko ndio dini. Unajua wewe kwa kuendo mara haujawahi kuniangusha, ndio maana nikipataga neno lazima nje nikushirikishe. Najua kwamba wewe ni yani wewe ni yani kuwa na mdogo kama wewe inajivunia sana. Unajua mimi nasamia hivyo dada. Yaani hawa wamezetu hawa. Sasa hivi wanasumbua, yani wanasumbua sana kunipata. Wakina mama wengi sasa hivi tunalia mambo ya ndoa yameshakuwa ndoa. Sio kiwa na kamchepuko. Tumeongea mengi mdogo wangu. Sasa cha kufanya mimi ngoja niingie ndani nifanye kwa dada, maana si unajua tena. Haya dada, baadaye. Tafuta jamaa amejiregesha huku sasa. Mimi niko nimetulia tu hapa. Hapa tulia kidogo. Yote habari. Salama. Ase jamaa. Ndiyo. Sasa jana katika pita zangu bana. Nikaonana na kijana bana. Ndio. Na demu. Na mtoto. Demu mwenyewe mkali yani. Ndio. Nikamrushia maneno. Sasa naye mimi nakupenda bana. Unakula nipenda hivi. Adike wa mtu. Mtu sio tatizo. Mtu ni kupendwa. Nimeshakufa kimbuzi. Akalegeza macho bana. Kutoka akalegeza macho. Ndio. Ase, nikamwomba namba ya simu akanipa bana. Yule demu alikwambia naitwa nani? Yule demu. Au kumuuliza hata jina. Kumbe jana nilitoka. Leo ni mtaa fulani kama kwa mzee Juma tu hayo maeneo. Sasa mzee wangu nikwambia. Naam. Nikwambia mzee wangu sema ndio. Alipoeleza kwamba yeye ni mtu. Sasa nikwambie kitu fulani. Naam. Ni kama ni mtu wa mtu mzee wangu. Mtu wa mtu mzee wangu shabasikia wanasema kwamba mtu wa mtu ni kama alikwambia ni mtu wa mtu. Mbona mademu wanajaa tu hapa? Bana mimi moyo umependa bana. Mtu gani bana? Nilipa nikwambie sasa. Naam. Unajua madhara ya kutembea na mtu wa mtu. Hamna. Sasa wanapenda. Achana naye kabisa. Unasema ukweli? Achana naye huyo demu. Kama ni mke au alikupanga. Unajua kuna mademu wengine unaweza ukamtokea kama hajakuelewa, anaweza akakupanga tu kama hivi, mimi nimeolewa, mume wangu ni mkali, sio mume wangu akijua itakuwa shida. Kumbe labda ni swali. Hapo ungekuwa unafahamu jina, kwa sababu mimi watu wengi hapa mtaani ambao wanaelewa ambao wanaelewa. Sawa. Kama ungekuwa nikwambia kwamba naishi mtaa fulani labda na nyumba namba fulani, ningekwambia kama hiyo ndio naelewa. Hata hajakwambia hata mtaa mwingine. Alisema mkawa 7 hivi. Sasa nikwambia namba ya jina. Jina kaniweka wazi. Ndio ndo mwanzo. Jina hajafunguka. Hebu niambie demu ni kukoje, yani kukoje ni wapi? Kwanza ni fupi, ni mumeni huyu mweupe. Basi nikwambie. Naam. Niachie mimi hilo swala, nitafanya hivi. Sawa. Usiniangushe sasa. Kama ameolewa au kama hajaolewa, sawa. Nakwambia usiniangushe. Yari. Maana kazi yako ikienda vizuri tu kuna zawadi. Au si? Wewe demu lazima mimi bwana, lakini ndio kama unaona ni mtu ah? Mimi nitakwambia kwa sababu mimi najuana na wasichana wengi sana.
Basi poa. Haina neno. Ngoja nikuache. Poa, karibu sana. Kuna sehemu na wai. Na wai.